kinachoweza kutubomolea nyumba hizi hata asubuhi kesho ni kubishana. Na tukiendana ubishani, mgogoro utakwisha. Na atakayokuja kumaliza ni mahakama. Na akimaliza mahakama saa 2, saa 4 magreda yatakuwa yameshafika hapa kubomoa. Na akianza kubomoa, hautakuja tena kusema sijui mwanangu, mimi sijui nimekwenda namna hii, hamna. Ile itakuwa inanyosha mkono, inalaza. Kama umo sehemu zote, simuona kuna nyumba zinazobomolewa. Kwa hiyo maana yake tuchukue hatua mapema ili mambo yaweze kwenda vizuri. Sasa kupunguziwa kutoka 25,000 mpaka shilingi 5,000, na hii si hapo itakuwa ngoma nzito sana kama tukikubali. Kwa mimi sasa, mkuu wa wilaya, kama nilivyosema, nikushukuru sana kwa kutatua migogoro hii, na kwa sababu inaonekana kabisa kwamba wananchi wako tayari kumaliza migogoro. Nadhani mimi na wewe sasa na wenzetu wa NSSF tukakutana na timu kubwa ya NSSF, wakiwepo hao jamaa hapa, kutana na mkurugenzi, tuwaambie kwamba angalau sasa pesa hiyo ishuke kidogo. Alafu ikishuka kidogo, angalau hata muda wa malipo uongezeke kidogo. Pengine kutoka labda miezi 3 ambayo ilikuwa tunaifuta kabisa, miezi yote tunafuta, tunaanza upya. Tunasema kutoka labda mwezi wa 12 mwaka huu mpaka mwezi wa 12 mwaka huu, angalau kahera kamilipo. Sasa ndio mkuu wa wilaya, nachukulia tu mfano. Nataka nikaamue kwa sheria. Sasa ikitokea mtu amekaidi baada ya hapo, maana yake mkuu wa wilaya sio kahangaika tena kuja au NSSF au mwananchi. Sasa ndugu zangu wananchi, nimesikiliza vizuri, na baada ya kusikiliza vizuri mgogoro huu, na kwa kuwa nimesoma vizuri na nyaraka, nikisema muda huu wananchi tuende moja kwa moja kule mahakamani, lazima kuna wananchi wataumia. Tutashindwa kwenda vizuri hapo kidogo. Sasa mnipe wiki moja. Wiki moja hii, ndugu zangu wa NSSF, wala msisumbue wananchi, waacheni wabaki hapo kwanza. Wiki moja tu nipe. Hii wiki moja nakwenda na hii timu kueleza management ya NSSF yafuatayo: 1, gharama 25,000 ishuke, na ile ya shilingi 15,000 nayo ishuke kidogo. 15,000 ishuke kidogo, 25 ishuke kidogo. Lakini jambo la pili, control number tukikubaliana kwamba ishuke kidogo, iende angalau kwa muda fulani. Na jambo la tatu, kwa wale wanaotakiwa kulipa, ihuishwe mipaka halisi na kuoneshwa wanastahili kulipia. Kama ni square mita 1818, tuoneshe kwamba ni kutoka hapa mpaka pale mpaka pale mpaka pale ni square mita 818. Na kutoka hapo, manake hao wenzetu sasa kupitia watu wa ardhi watatuonyesha vizuri kwamba wewe ardhi yako hii, ardhi yako hii, ardhi yako hii.